Mitaa ya Msimbazi kimeshanuka jamani. Hivi tunavyozungumza, Ahmed Ally ametoa tamko kali sana kumuhusu Jonathan Soa. Kama ambavyo tunazifahamu tabia za Jonathan Soa, sasa Ahmed Ally amekuja na tamko moja ambalo linamhusu Jonathan Soa. Sasa kama unahitaji kufahamu ni tamko gani ambalo Ahmed Ally, afisa habari wa timu ya Simba, amelitoa kuhusu Jonathan Soa, kitu cha msingi ambacho unatakiwa kufanya ni kuhakikisha umesubscribe channel ya Bongo 9 alafu unakaa nami mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Bwana, kama ambavyo tunafahamu, Jonathan Soa amekuwa ni mtu ambaye ana matukio mengi sana nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Hivi karibuni basi aliweza kumpelekea moto, kumpiga meneja wa timu ya Simba, baba wa watu, akamtia makofi ya kutosha. Lakini pia akiwa uwanjani amekuwa ni mtu ambaye anapiga viwiko wachezaji wenzie. Huyu ni Jonathan Soa. Sasa klabu ya Simba imeona haiwezi kumvumilia mchezaji ambaye hana nidhamu. Mchezaji kama Jonathan Soa hawawezi kumvumilia. Sasa wakaamua kutoa tamko ambalo linasema kwamba kuanzia sasa Jonathan Soa tumemvunjia mkataba. Yani hivi tunavyozungumza mimi na wewe, za ndani kabisa ambazo sisi tumezipata sisi kama Bongo 9 ni kwamba Jonathan Soa sio tena mchezaji wa Simba, na Simba ameamua kufanya mambo haya ni kutokana na nidhamu ya Jonathan Soa kuwa nidhamu mbovu kabisa. Jonathan Soa amekuwa ni mchezaji ambaye anapiga wenzie viwiko, lakini pia hakuishia kupiga wenzie, aliweza kumpiga mpaka mmoja kati ya viongozi wa timu, yani meneja wa timu ya Simba, bwana Patrick Loyemamu. Sasa hebu imagine mchezaji anampiga meneja. Mimi kwa ukweli na waunga mkono viongozi wa Simba, lakini namuunga mkono Ahmed Ally kwa kutoa tamko hilo kali kumuhusu Jonathan Soa, kwa sababu moja kati ya vitu vya msingi kabisa kwenye masuala mazima ya futiboli ni nidhamu ya mchezaji. Mchezaji ambaye hana nidhamu hawezi kufika popote. Tumeweza kuona wachezaji wengi ambao hawana nidhamu lakini wana vipaji, hawajafika popote pale. Kwa mfano hapa Tanzania alikuwepo Bernard Morrison, alikuwa ni mchezaji mzuri lakini hakuwa na nidhamu, hivyo hakuweza kufika mahali popote pale. Bwana, mashabiki wa Simba kwa sasa mmebakiwa na mastreka wawili, Baraka Mwangosi fundi wa mpira na Suleiman Mwalimu ambaye na sasa na yeye ameweza kufungiwa, lakini kule kufungiwa kwake imebakia mechi moja tu ili aweze kufunguliwa. Bwana, viongozi wa Simba heko sana, na hiki ndicho ambacho tunakihitaji kwenye mpira wetu wa Tanzania. Wachezaji wao wana nidhamu na wao wanaheshimu viongozi wao ili waweze kufanikiwa. Wachezaji wote wenye nidhamu, kwa mfano Luis Jose Miquissone alikuwa ni mchezaji ambaye ana nidhamu sana, akafika mbali akaenda mpaka Al Ahly. Hata Clatous Chota Chama amekuwa ni mchezaji ambaye ana nidhamu, na ndio maana kiwango chake kimezidi kuongezeka siku baada ya siku. Bwana, kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako siku zote Rich Mo TZ. Hii ni Bongo 9. Kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba umesubscribe channel yetu, lakini pia hapo chini kwenye uwanja wa maoni tuachie maoni yako, like, comment na share. Mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri kama haya. Bye.